Kuanza hii safari ya kuitembea na mapenzi ya Mungu, starting the journey of doing the will of God, ipo gharama yake. There is price to pay. Na ni bora sianze kuliko uanze ukaishia katikati, kwa sababu utapoteza thawabu uliyofanya. It's better for you not to start instead of living at the middle. Kwa maana Yesu anasema anayevumilia mpaka mwisho ndio atakayeokoka. That's why I just said those who will endure to the last shall be saved. Ziko sababu, there are reasons zinazosababisha the causes hawa watu wanaoanza kutenda mapenzi ya Mungu, these people who want to do God's will, wafike katikati ya njia na kuacha, to go on the way and quit. Sababu ya kwanza ambao wengi inawakumba, the reason that many encounter, ni sababu ya nguvu ya mwili. Kwa eneo hili la mwili limesababisha wengi kukwama kwenye safari ya wokovu. The area of flesh has made us to stuck in the way of salvation. Tuuliza wengi kwa nini labda ameacha kuja kwenye ibada. If you ask them why they are not coming to worship, hawezi kukuambia Yesu alikutana naye akagombana na Yesu. He can't tell that he collided with Jesus in any way. Atakwambia kuna mtu alimkwaza, kuna mtu alimuumiza, kuna mtu alimfanya hivi. Someone did something wrong to me. Ataelezea habari za watu. He will explain about people. Kwa hiyo mtu yoyote, anyone, akiamua kufanya shauri lake, if he decide to make his own decision, au akaamua kuchagua shauri la giza, or you choose a darkness decision, akachagua kinyume na Mungu, contrary to the will of God, alitasababisha yale aliyokusudia Mungu yasitimie. Do not cause the will of God not to be fulfilled. Mwingine anaweza kusema, someone else can say, nisipokuja Efata nikafanya kazi ya Bwana hapa, if I could come to Efata do the work of God, hiyo kazi that work haitaenda, shall not move. Kazi ya Bwana, the work of God, haikutegemei, does not depend on you. Lakini wewe unaitegemea kazi ya Bwana ili uweze kuishi. You depend the work of God in order for you to live. Yesu akasema, Jesus said, siponiabudu, if you worship me, hata haya mawe, even the stones, yatafanya ibada kwa ajili yangu. Shall worship. Kwa maana nyingine, in other words, kuna mambo ambayo wewe uliitwa usipofanya, there are things that you are called, if you fail to do, tasababisha Mungu aite watu ambao hawakukusudiwa. You cause people to call people who are not to do it, weza kutimiza, in order to fulfill, lakini usipate thawabu katika hilo. But you never have reward in that. Kama Mungu amekuitia ufanye jambo, if God has called you to do something, lifanye kwa kutetemeka. Do it with trembling. Lifanye kwa kutetemeka. Do it with trembling. Kwa sababu anaweza kuchagua yoyote na chochote akakifanya. Because he can choose anyone, anything, and that thing shall be perfect.